Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako siku ya leo. Leo nataka tuzungumze kwa pamoja na wale watu ambao wamekuwa wakijiuliza ni kwa nini wamekuwa wakihudhuria huduma hizi za ukombozi na wamekuwa wakifunguliwa, lakini baada ya muda fulani hali zile zinazidi kuwa mbaya, au wakati mwingine unakuta anafunguliwa anakuwa na uhuru kwa muda fulani kidogo, alafu baadaye hali zile zinarudi, au mazingira yale ambayo ametaka kufunguliwa kwayo yanarudi na yanakuwa mabaya na yanakuwa hatari kuliko hata kule mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 43 hadi 45 ya kwamba pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Alafu husema, narudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, imefagiwa na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, na huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kumbe hiyo nguvu inapokuachia, au hiyo nguvu inapotoka ndani yako, au uharibifu unapoondoka ndani yako, unaenda mahali ili kutafuta kupumzika. Maanake ilitolewa mahali. Hakuna roho inayohang tu, lazima roho inatafuta mtu ambaye itakaa ili manifesti ndani yake, iwe ni roho ya madeni, iwe ni roho ya mafarakano, iwe ni roho ya hasira, iwe ni tamaa ya kutenda dhambi, iwe ni tamaa ya kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Roho hii inapomtoka mtu, ili mtu kuanza kuwa na sura na mfano wa Mungu, yale maisha ya baraka, unashangaa inaenda, lakini baadaye inarudi, yule mtu anakuwa na hali mbaya kuliko ile ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hali gani? Wewe unajijua ni kitu gani ambacho umekuwa ukienda mbele za Mungu mara nyingi utafuta uso wa Mungu ili ufunguliwe kwa hilo, ili kwa hilo umuone Mungu. Lakini unashangaa hali hiyo wakati mwingine inatoka, wakati mwingine inarudi, wakati mwingine hali hiyo inakuwa mbaya kuliko vile ilivyokuwa mwanzo. Nataka nikutie moyo kitu kimoja, kwamba sio kwamba makanisa ulikuwa ukienda hayana nguvu, sio kwamba madhabahu ulizokuwa ukihudhuria hazina nguvu. Ulikuwa unakosa huu ufahamu mmoja, na ufahamu wenyewe ni huu hapa. Uwe na uhakika unapotoa kitu, nafasi ile inabaki wazi. Hakikisha unaweka kitu. Kwa hiyo pepo mchafu unapotoka mtu, ile ni roho. Hakikisha una replace kwa kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Hakikisha unajazwa nguvu ya Mungu ndani yako. Hakikisha unarejeshiwa uwezo wa kimungu ndani yako, ambao utaanza kukupa yale matokeo ambayo unayataka. Na huyu Roho Mtakatifu akai mahali pachafu. Hakikisha sasa unapofunguliwa na mtazamo wa maisha yako unabadilika totally. Achana na haya maisha ya kusema njoo kama ulivyo, au unashangaa Mungu ni wa rehema. Kwa hiyo unakuta una entertain maisha ya dhambi au maisha ya mazingira fulani ambayo yanakuletea ataki mara kwa mara. Badilika, badilika, badilika. Unapofunguliwa, tamani ndani yako kubadilika kabisa. Tamani ndani yako kuyaishi maisha ya utakatifu kabisa. Tamani ndani yako kuwa wewe halisi, na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo na utashangaa, badala ya hali yako kuwa mbaya kuliko mwanzo, baada ya maombi haya ya ukombozi, hali yako inaanza kuimarika na unakuwa mtu bora, na unaanza kukua utukufu hata utukufu. Nataka tuende mbele za Mungu tukaombe siku ya leo, ya kwamba Mungu nisamehe, nilikuwa wakati mwingine nafikiria vibaya, kwamba huenda watumishi wako hawako vizuri, huenda watumishi wako hawakuniombea vizuri, au wakati mwingine madhabahu hazina nguvu. Hapana, ukombozi wa kweli unaanzia ndani yako. Badiliko la kweli linaanzia ndani yako. Unapotaka kutoa kitu, mtumishi wa Mungu anatumika tu kama daraja au channel ya kuleta nguvu ya Mungu kwako na kubadilisha au kukutenga na ule uharibifu. Lakini baada ya pale inakutaka wewe mtu binafsi kuchukua hatua thabiti za kubadilika kuanzia ndani yako, ili kuyaona yale matokeo unayotaka. Kama ulikuwa ukiishi maisha fulani ambayo hayampendezi Mungu, unahakikisha unaacha. Kama kulikuwa na udhaifu fulani ambao unakupelekea hali zile kukurudia mara kwa mara, mambo yale kujirudia, unaanza kujifunza kutoka pale. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya huyu ambaye amejifunza haya machache siku ya leo. Nakushukuru kwa ajili ya neema na kibali. Baba, kuanzia leo hii kwa ufahamu huu, ninaangusha kila mawazo
kila ngome ya mawazo mabaya juu ya mtu huyu. Ninateka nyara fikra zake zipate kukutii wewe Kristo. Baba, uweza wako na ukatamalaki, umpe maisha na uwezo wa kumaintain deliverance power ambao umekuwa ukiachilia, mbegu ya ukombozi ambao umekuwa ukiipanda ndani ya maisha yao. Ninamtenga na kila uovu na kila roho za kujirudia na kila udhaifu unaokuwa ukimwangusha au kumletea madhara au mapigo ya mara kwa mara ambayo yamekuwa yakimfanya kutokuona kwamba Mungu unatenda kwenye maisha yake. Kuanzia leo hii, kwa ufahamu huu, Bwana, akatembea katika uweza na mamlaka na nuru yako, akatembea katika kubadilika na mabadiliko ya kweli ndani yake, akauchukia uovu na kuanza kuupenda utakatifu katika jina la Yesu, ili hayo mema na hizo baraka ambazo umemkirimia, ambazo umemwahidia, zikaanze kuflow kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Leo nitakuachia mawasiliano yangu ili pale ambapo utaona hali ya utofauti au ukihitaji msaada wa kiroho zaidi na zaidi kwa ushauri wa kujifunza neno la Mungu, lakini pia unahitaji neema ya ukombozi, nipigie 0697 820 471. Ni Airtel namba 0697 820 471. Bwana Yesu asifiwe. Nipigie wakati wote, tutajifunza, tutashauriana, tutapata mabadiliko ya kweli kupitia neno la Mungu, na utamwona Mungu akijifunua kwako kwa namna ya ajabu mno na kwa viwango vya juu. Barikiwe sana.